Kwa nini Waislamu waling'ang'ania kuhama, na wakati wa kuhama wakasababisha vifo na maumivu na kumwagika kwa damu na njaa iliyotawala na kuua watu wengi zaidi? Mgawanyiko wa taifa la India, The Partition of India wa mwaka 1947 lilikuwa ni tukio la kihistoria la machozi, jasho na damu, ambapo ardhi ya Wahindi iliyokuwa ikitawaliwa na Waingereza iligawanywa, ilichanwa na kutengeneza nchi mbili huru, India na Pakistani tunazozifahamu hadi leo. Kwa nini sasa ilileta machozi na damu? Wakati Waingereza walipokubali kuondoka India baada ya vita kuu ya pili ya dunia, viongozi wa maeneo hayo walishindwa kukubaliana jinsi ya kuendesha nchi. Chama cha Congress cha Wahindu wengi walitaka nchi baki moja kubwa na yenye umoja, lakini umoja wa Waislamu, Muslim League, ukiongozwa na Muhammad Ali Jinnah, uliogopa kwamba Waislamu wataonewa kwa kuwa walikuwa wachache. Wakadai nchi yao wenyewe watengewe kipande chao watakapoishi na kuiita Pakistan. Ili kuepuka vita vya wenyewe kwa wenyewe, Waingereza wakaamua kuigawa nchi kwa misingi ya kidini. Maeneo yenye Waislamu wengi yakawa Pakistan na maeneo yenye Wahindu na masingasinga wengi yakabaki kuitwa India. Uingereza ilimtuma mwanasheria Sir Ladcliffe kuchora mipaka ya nchi haraka ndani ya siku 40 tu kazi ikamilike. Na matokeo ya mgawanyiko huu yalikuwa ya kushtua na ya kusikitisha. Kwanza, uhamiaji wa kutisha. Mamilioni ya Waislamu walilazimika kukimbilia Pakistan na mamilioni ya Wahindu na masingasinga walikimbilia India. Watu walihama huku wakiacha nyumba na mali zao zote. Ghasia na vifo vikazuka. Hasira na hofu ikasababisha mapigano makubwa ya kidini. Kati ya watu 500,000 hadi 2,000,000 walipoteza maisha. Wanawake wengi walifanyiwa ukatili na ubakaji kwa sababu ya mgawanyiko huo. Na haya ni mambo 10 ya kushangaza zaidi wakati wa mgawanyiko huo. Moja, ramani ilichorwa na mtu ambaye hajawahi kufika India. Mwanasheria wa Uingereza Sir Ladcliffe ndiye aliyekabidhiwa jukumu la kuchora mipaka ya mipya ya nchi hizo mbili. Hakuwahi kukanyaga India kabla ya hapo, wala hakuwa na ujuzi wa kijiografia au jamii kuhusu eneo hilo. 2, siku 5 tu za kukamilisha kazi. Ladcliffe alipewa siku 40 tu za kuchora mipaka inayotenganisha mamilioni ya watu. Haraka hiyo ilisababisha makosa makubwa ya kijiografia. Jambo la 3, ramani ilifanywa siri mpaka siku ya uhuru wa India na Pakistani zilipopata uhuru tarehe 14 na tarehe 15 Agosti, lakini ramani rasmi ya mipaka ikatangazwa tarehe 17 Agosti. Ndani ya siku 2 tu mamilioni ya watu walikuwa hawajui wapo nchi gani. Jambo la 4, nyumba ziligawanywa katikati kutokana na haraka ya kuchora mipaka. Vijiji vingi vilitenganishwa. Kuna nyumba ambazo jikoni ilikuwa ni India, sebuleni ikawa Pakistani. 5, uhamiaji mkubwa zaidi katika historia wa mwanadamu ndio ulitokea mwaka huo. Zaidi ya watu milioni 15 walilazimika kuhama makazi yao ndani ya muda mfupi zaidi. Wahindu na masingasinga walikimbilia India, huku Waislamu wakitoka India kwenda Pakistani. Jambo la 6, mgawanyiko wa ajabu wa mali za serikali. Kila kitu cha serikali kiligawanywa sawa kwa sawa. Vitabu vya maktaba vilichanwa kati, vingine viende India, vingine viende Pakistani. Madawati, mashule, mashine za kuchapisha karatasi, hata vyombo vya muziki wa bendi za kijeshi, vitabu vya kamusi vilikatwa kurasa katikati ili kila nchi ipate nusu. Jambo la kusikitisha zaidi duniani. Namba 7, ng'ombe na wanyama wa mbugani waligawanywa pia. Hata wanyama hawakusamehewa. Ng'ombe wa serikali na wanyama waliokuwa kwenye bustani za zoo ama mbuga za wanyama waligawanywa katikati ya nchi zote mbili. Wengine wakafukuzwa kwenda Pakistani, wengine wakaachwa India. Namba 8, Pakistani ilikuwa imetengana kilomita 1700. Mgawanyiko huu ulitengeneza Pakistani Magharibi, Pakistani ya sasa ambayo tunaifahamu, na Pakistani Mashariki ambayo ni ya Bangladesh. Maeneo haya mawili yalitenganishwa na umbali mkubwa wa ardhi ya India, jambo lililosababisha vita na uhuru wa Bangladesh mwaka 1971. Wakajikata tena na kutengeneza nchi ya Bangladesh. Namba 9 ni fedha za siri za mpasuko muda mfupi sana. Baada ya mgawanyiko, Pakistani haikuwa na viwanda vya kuchapisha fedha wala kutengeneza fedha ya Pakistani. Kwa miezi kadhaa wakatumia rupia za India zilizopigwa muhuri kwa neno Pakistani hadi walipozichapa fedha zao wenyewe. Namba 10, tukio la ajabu ni vifo vya mamilioni ya watu. Uhasama na ghasia zilizolipuka ghafla na kusababisha vifo vya watu takribani 500,000 hadi 2,000,000, huku mamilioni ya wanawake wakitekwa na kufanyiwa ukatili mkubwa wa kingono. Kwenye comment niambie, unahisi ni sahihi dini kupelekea watu kuuawa na kulia kwa sababu ya dini zao?
Na nani mwenye makosa? Ni Wahindu na masingasinga, Waislamu ama Waingereza? Mimi naitwa Makaveli.